ushuru na makato. Chama cha ACT Wazalendo kinawataka wabunge wote walioko bungeni Dodoma kuandaa jedwali la marekebisho ya sheria katika mswada wa sheria ya fedha, yani finance bill ya mwaka huu wa 2026 ili kuondoa kodi na tozo mpya zinazopendekezwa kuanzishwa na serikali. Na kama hatua hiyo haitafanikiwa, basi tutakwenda mahakamani kupinga vifungu hivyo vya sheria ili kulinda rasilimali za umma na kutetea maslahi ya wanyonge. Chama cha ACT Wazalendo, finance bill inaanza kujadiliwa kesho na kesho kutwa. Finance bill ya mwaka 2026. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kimewaagiza wabunge wake wote wagawane haya mafungu yote yaliyotajwa ili waende watengeneze schedule of amendment waingize bungeni, wakidai kwamba hayo marekebisho yafutwe na bunge. Na kama hiyo hatua haitafanikiwa, kwa sababu bunge lenyewe lile ni bunge la ndio na ni bunge ambalo halijachaguliwa na wananchi. Kama hiyo hatua haitafanikiwa, basi chama cha ACT Wazalendo kitakwenda mahakamani kupinga finance bill ya mwaka huu wa mwaka 2026. Na kama hao CCM waliamini kwamba wakiwafukuza akina Mpina nje ya bunge watafanikiwa kuingiza mambo haramu kama haya na kuyapitisha, tutayapinga na hayatapita hata tukiwa nje ya bunge. Haikutegemewa kwa serikali ambayo iliwahadaa wananchi kwamba iliunda tume ya rais ya maboresho ya kodi mwaka 2024 ili kuziba mianya ya upotevu wa mapato na kuwa na mfumo rafiki wa ukusanyaji wa kodi na kuongeza mapato ya serikali. Lakini badala yake serikali imekuja na mbinu dhaifu zinazolenga kuua uchumi na kuwagandamiza wananchi wanyonge. Nyinyi ni mashahidi, mnakumbuka rais aliunda ile tume ya maboresho ya kodi ili tukaambiwa na ikahubiriwa kweli kweli kwamba kupitia tume hii tutaweza kukusanya mapato mengi, taifa letu litaondokana kukopa, taifa letu litakuwa na fedha nyingi, wanyonge hawataonewa tena, tutakuwa na mfumo wa kukusanya kodi rafiki. Leo ndio haya tuliyoyaona haya. Hayo ndio aliyoshauriwa na tume yake aliyoiunda, rais aliyoshauriwa na tume yake aliyoiunda ya maboresho ya kodi, ya kwenda kutoza bodaboda, kwenda kutoza mamantilie, kwenda kutoza wagonjwa. Licha ya ripoti ya tume ya rais ya maboresho ya kodi kufichwa, hakuna hatua mahususi zilizochukuliwa na serikali kuziba mianya hiyo ya upotevu wa mapato na kuongeza vyanzo vipya vyenye tija kupitia bajeti ya mwaka 2026-2027. Mfano katika maeneo yafuatayo. Yaani kwa mfano sasa serikali hii ingekuwa ndio hii serikali ya ACT Wazalendo, hauwezi kwenda kukimbizana na hizo kodi ndogo ndogo wakati matrilioni ya fedha yapo. Kwa mfano moja, kushindwa kuuza umeme wa ziada wa megawatts 2100 na kupoteza mapato ya zaidi ya trilioni 2 kwa mwaka. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere limekamilika na sasa hivi tuna umeme wa ziada wa megawatts 2100. Na tulikuwa tumewaambia Watanzania kwamba mara bwawa lile likikamilika tutauza umeme nje ya nchi. Ule umeme kwa kuuza nje ya nchi tungeweza kupata zaidi ya trilioni 2 kwa mwaka. Mpaka sasa hivi tunazalisha umeme zaidi ya megawatts 4000. Mahitaji ndani ya nchi hayazidi megawatts 2000. Kwa hiyo tuna umeme ambao ni wa ziada, hauna kazi yoyote, unazalishwa wa megawatts 2000. Na kwenye bajeti ya serikali hakuna mkakati wote ulioelezwa kwamba umeme huu wa ziada tuna kazi nao gani, tunaupeleka wapi, taifa linanufaika na nini. Tumeinvest more than 7.5 trillion. Halafu haya maeneo mengine. Namba 2, kushindwa kudhibiti malimbikizo makubwa ya kodi katika mamlaka ya rufani za kodi. Kama nilivyosema, tuna fedha nyingi tu zimo kwenye marufani huko hazijaamuliwa. Uhamishaji wa bei za bidhaa na huduma kampuni za kimataifa tumeshindwa kudhibiti kikamilifu kwa sababu ya usimamizi dhaifu. Mambo ya transfer pricing, biashara za magendo zimeshamili usiku na mchana, tena mpaka na vitu bandia. Usafirishaji wa bidhaa zinazopitia nchini on transit, tunatumia neno on transit,
bidhaa zingine zinakwepa kodi, watu wanasingizia kwamba wanasafirisha kwenda nje, lakini mwisho wa siku zinauzwa hapa, hazikusanywi kodi. Ni matrilioni ya fedha yako hapo. Stika za kugushi zipo nyingi tu, ndio maana watu sasa hivi wanakunywa vileo, wanakunywa vinywaji ambavyo ni bandia, lakini vina stika ya TRA ambayo ni fake, lakini mfumo wa usimamizi ni dhaifu, umeshindwa kusimamia eneo hili. Misamaha ya kodi holela, tunapoteza matrilioni ya fedha. Tunaelekezwa kwamba misamaha ya kodi izizidi 1% ya pato la taifa, lakini tulikuwa 2% na sasa hivi nadhani hata tuko zaidi ya 3% ya misamaha ya kodi. Tumedivert kutoka kwenye 1%, sasa hivi nadhani tutakuwa tunakimbilia kwenye 3% ya pato ya pato la taifa. Kwa hiyo maeneo kama haya ukiyasimamia ya ukwepaji mkubwa wa kodi, unapata matrilioni ya fedha. Huwezi kupeleka kodi kwa wanyonge. Kwa hiyo hizi mapendekezo